So, what is the enemy number one that I want to talk about? Number one, lack of communication. Wakati ambapo tumekosa mawasiliano ya sawa katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Mawasiliano hakuna. Hatuna kuongeleshana njia inayofaa. Mwalimu wangu nifungulie chapter 15 Proverbs verse number 1 na uisikie vizuri. Mawasiliano, watu hawaongeleshani. Hata leo labda umekuja kanisani na mmenyamaziana one full week. Mnadanganyana at the time we will solve issues. There are issues that time does not solve. You have to face them and solve them. Kuna maswala ambao muda unayafanya yanakuwa mbaya. Lazima ukumbane nayo na uyasuluhishe. Ninaongea na wale watu wanasema unajua mimi tetindika taka montan chokorole. Bas, onye toe tiko chokorole karuenze. Iga ambako chokorole. Iga ambako chokorole. Maandiko inasemaje? 1 verse 15:1. Sema kwa sauti. Jawabu la upole. Jawabu la upole, yani ukijibu kwa upole Ugeuza hasira. Inageuza hasira. Bali neno liumizalo. Bali neno liumizalo. Uchochea ghadhabu. Hiyo neno inachochea ghadhabu. Yani kumetokea maswala, maana lazima maswala yawe katika ndoa na wewe haujui kujibu. Unajibu so carelessly that you don't care. Unajibu, yani unajibu unataka wewe mwenyewe ni unataka upembelezwe. Haujali vile ambavyo unavyoongea. Jibu la upole linatoa hasira. Yani si unaona hata wewe vile unajibingi ndio unafanya jambo ndogo linakuwa kubwa kwa sababu ya vile ambavyo unaongeaga. Maana haujui kuongea, haujui kujibu. Yani unajibu na ukali ndio ijulikane hata wewe si mchache. Uko hapo ku prove things. Yani unataka utambulishe mama. You don't care. Na ama unakuwa na sababu zako kwa sababu alinifanyia na mimi nilifanya. Mstari wa 23 inasemaje? 23. Aha. Mtu ulifurahia jibu la kinywa chake. Na neno linenwalo kwa wakati ufaao. Ni njema kama nini? A right word at the right time. Ninasema leo, don't be careless in your communication in matters family. Elewa ni nini unajibu. Elewa ni nini unasema. Choose your words carefully. Hapana umiza kata mtu na maneno yako. Eda 24 verse number 26. Hiyo Proverbs bado sijui kama utaweza. Jibu na maneno yaliyo ya sawa. Shida iko ndio, lakini vile unajibu pia ni ya maana zaidi. How you react and how you respond is also crucial and very important. Maandiko inasemaje? Aibusu midomo atoae jawabu la haki. Afanya nini? Aibusu midomo atoae jibu la haki. Give an appropriate answer. Wacha kuwa careless na maongezi yako. Hata hapa kanisani, tafadhali, watu huwa na maswala. Ongea na chagua maneno yako njia inayofaa. Usikubali mdomo wako ulete shida. Tumia maneno yako kwa njia iliyo mwafaka, njia nzuri. Maana jibu la sawa na jibu la wakati linaposemwa wakati unaofaa linaleta majibu yaliyo ya sawa. Kumaanisha wewe uko na record mpaka ya 2020 kwa sababu jambo imetokea ulete lile upandike leo does not make you wise. Elewa ni nini ambaye. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Geukia mwenzako mwambie mdomo wako huu. Mwambie ulimi ni kiungo kidogo lakini unaweza washa moto. Sasa wewe umeambia nani? Hebu ambia mtu, mwambie ulimi ni kiungo kidogo lakini unaweza washa moto. Unaweza leta shida. Sasa mwambie yeye, tikiza yeye vizuri, mwambie kuanzia leo tumia kinywa chako vizuri. Hebu muangalie, mwambie umeumiza watu na maneno kwa muda mrefu.
Sasa kuanzia leo badilisha maneno yako. Tingiza yeye, mwambie wewe umeokoka. Usiwe careless na maneno yako. Bwana Yesu asifiwe. Did you realize that in our families, shida tulikuwa nayo si kubwa, lakini vile tuliongeleshana ndio ilifanya shida ndogo ikawa kubwa. Leo ninaongea na nani? Leo ninajihubiria. Let me preach myself because I also want to become better. Shida hata tulikuwa nayo si kubwa, lakini vile aliniongelesha na vile nilimjibu ilifanya shida ikawa kubwa. Kuanzia leo kwa jina la Yesu nitajifunza kuongea vizuri. Chinda voice iko intuime. Kumbe nilikuwa nafikiria najiongelesha. Bwana asifiwe sana. Hebu geukia mwenzako mwambie wacha hard talk. Mwambie tena, mwambie refrain from hard talk. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakolosai sura yake inakwanga Wakolosai ngapi? Taitafuta 4 verse number 6. Inasema toa maneno yanayoponya. Maneno yako yatoke kama chumvi. Waefeso sura 4 mstari wa 25. Inasema toa maneno mazuri. Na wacha kusoma, nitaka nisome yote, lakini tutasoma kwa couples meeting. Toa maneno yanayoponya, maneno yaliyo mazuri. Wewe umeokoka, una Mungu, chemichemi ya maneno ndani yako. Wacha iwe maneno mazuri, maneno yatakayosaidia your partner, maneno yatakayosaidia wazazi wako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja, lakini acha nisome.